Lakini hili jina limetoka wapi? Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a aliulizwa suala kama hili, au alieleza jambo hili kwa uzuri kabisa. Akasema hivi akiwa ashirisha da'wa ya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, akasema al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi alisimama kudhihirisha dini ya Allah na kuwaongoza watu na kuelekeza katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kila anachostahili Allah subhanahu wa ta'ala, na kukataza kutokamana na yale ambayo watu wameyaingiza katika dini katika uzushi na mambo ya khurafat yasokuwa na msingi katika dini. Akasimama pia kuwalazimisha watu kushikamana na haki na kuwakemea kutokamana na batil, wa amrihim bil ma'rufi, na kuamrisha mema, wa nahihim 'anil munkar, na kuwakataza maovu. Hii ndio ilikuwa da'wa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Kisha akasema sababu ya ule uadui watu waliomfanyia al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, sababu zake zarejelea katika mambo haya matatu. Awalan, Ibn Baz rahimahullah endelea kusema, awalan, ya kwanza, inkaru shirki, yeye kuikataza shirki, kuwaonya watu kutokamana na shirki na kuwalingania watu katika tauhidi iliyo safi kabisa. Sababu ya pili, kukataza watu kutokamana na uzushi katika dini na mambo ya khurafi kama watu kujenga juu ya makaburi, ambalo hili tayari amelikataza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watikhadhiha masajid, na kufanya makaburi ndio sehemu za ibada, kujenga misikiti juu ya makaburi, wa nahwi dhalika, na mfano wake kalmawalidi, kama kusherehekea maulidi. Unaona, والطرق التي أحدثتها طوائف المتصوفة, na hizi tariqa walizozizua makundi ya masufi mbalimbali. Hili la pili. Thalitha, annahu ya'muru an-nasa bil ma'rufi, alikuwa akiamrisha watu mema, tena wayulzimuhum bihi bil quwwa, na alikuwa akitumia nguvu ya utawala katika kuelekeza watu katika khairi, kuamrisha mema na kukataza maovu. Sasa hizi ndio sababu zilizompelekea maskini kubebewa chuki mbaya sana. Na wewe huwezi kumuona khurafi asema Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuwa kadha wa kadha kisha akakutolea kwenye kitabu chake. Hawezi kufanya hivyo. Na mimi nimetoa challenge kuanzia kitambo, na leo naitoa tena, achukue mmoja wao al-usul thalatha ifanyie raddi kama iwaweza, al-usul thalatha, kisha useme hapa amesema maneno yanayokhalifu kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukua, nenda kaseme, chukua kitabu tauhid, useme wapi amezungumza maneno yanayokhalifu maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Biri uwezi, sababu wajua ukiingia pale ndani kila anachokisema sema nini, wadalilu ala dhalika qaulu Allah, wadalilu ala dhalika qala Allah ta'ala kadha wa qala Allah kadha wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kadha. Na hawawaambii awamu haya maneno kuwa yale maneno wanayozungumza wayabuni wao, ni uongo wanaobuni wao tu dhidi ya huyu imam. Na mimi kusema ukweli, kwa uchache wa ufahamu wangu, sijaona mtu amedhulumika katika wanaovioni kama Imam Mujaddid rahimahullah. Huyu jamaa tukanwa sana na propaganda anazofanyiwa ni nyingi sana, lakini subhanallah, angalia namna gani Allah alivyojaalia baraka katika da'wa yake, na watu wangapi wanufaika kwa ilmu aliyoacha.